basi mahali tunafika. Sio kuchoka huko. Dada, mazingira machafu hayo. Sasa sio utafanya kwa usafi hapo. Sasa huku dada zangu ni hatari. Huku ndo kuna takataka ni hatari kwa afya yetu. Yaani huko ni kazi yako wewe hapo. Sitasafisha huko ndani. Kwanza wana mimi kwanza huko. Tusome kamita kanini sasa? Sitasoma hata wewe. Da. Twende ndani. Amesahau hadi kamlango kanafunguaje. Anafungua kwanza. Kweli jamani kwa nje. Ndani una mchanga. Yaani hapa dadangu Naomi unatakiwa uchangamshe huo mkono. Upike haraka haraka. Afu unajua tumefika hapo kwa kuchelewa na saizi usiku muda ushaenda. Hata usijali sasa hivi unakula. Ndio changamsha huo mkono. Na alafu kingine kinachotakiwa hapa. Kesho tunatakiwa tuwahi kuamka mapema. Sawa, tuanze kufanya usafi kwenye hii nyumba. Kama huko nyuma tunazunguka kuna mauchafu mengi sana mpita zaidi hapo usiku kuna mauchafu mengi sana. Umeona? Kuna hapa jikoni, kuna vyumbani huko. Kwa hiyo hivyo yani. Brother, mimi nimekuelewa vizuri brother. Ila na wewe unajifunza kwa Kiswahili vizuri. Mnyuma ndo nini sasa? Dada, yani namaanisha kufanya usafi nyuma huku sio yani unafikiria wewe hapana. Okay. Mimi nimekuelewa. Brother, mimi nikiamka asubuhi, nikijimka koliko naamuka. Nitafanya kwa usafi kangu kwa uwanja kote nitafagia na huko ulikosema mnyuma nitafagia vizuri tu. Wewe unaguna nini? Hamna kitu uende kuongea. Naomba tuheshimiane. Unajua nimechoka sasa hivi sitaki tugombane. Afu bwana unavoongea sasa hivi ni usiku, punguza sauti yako. Wewe ndo unataka nivaushe kwa sauti. Kwa nini unakuwa mbishi hivyo wewe? Dada, tuendelee. Kama nilivyokuelekeza, mimi nikiamka asubuhi nitafanya usafi kama inavyotakiwa. Sitokuangusha kabisa, labda nikutoe kaofu. Nyote tunajua wavivu. Kwa hiyo ndio nitamka mapema, nitadeki ndani, nitasafisha vyoo na madirisha. Wewe tuheshimiane wewe. Tuheshimiane. Nani ni mvivu? Sio wewe. Nani ni mvivu? Hivi wewe Naomi mbona mara kwanza nimekukataria ukorofi. Tena sasa hivi unanikorofisha. Ingekuwa wewe sio mvivu ungekaa hapa sasa hivi ungepika. Kazi yako ni nini? Wewe si ndo mdogo hapa. Sawa, nimekuelewa. Sasa Naomi, wewe pika changamsha mkono mimi nipo ndani kwanza mnaenda huko kupumzika mtanishtua chakula kikiiva. Sisi tumechoka kaka. Sawa, mimi ni wasi mdogo ndio pika. Haya brasa. Wewe unaniangalia nini? Na ilikuwa marago unapika ugali, maana mimi nimechoka hivyo hivyo. Nani apike ugali? Sasa nisikilize vizuri. Mimi naingia zangu ndani kuna kama mtu nataka nikachati nako kashemeji kako. Chakula kikivu utanishtua. Mimi nakaka. Wewe ndo mdogo bwana. Katu kabishi kama nini? Naomi bwana. Jamani, mbona kama kuna mtu kamepita hapo? Wanaona? Abe, wana wanapita kwa nyama kwangu huko. nimepita saa ngapi wakati mnaanza kunje mimi napika? Kana sasa kamepita huko jamani. Wewe buraza. Kaka. Buraza. 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 Hivi ni tabia gani mimi ya kunitembelea nyuma? Mbona sikuelewi dada, unakutembelea kwa nyuma vipi sasa? Nyuma mimi naingia chumbani kwangu na nitembelea nyuma. Kwa nini lakini alafu wewe mtoto wa kiume? Yaani afadhali ingekuwa na wewe wa kiume Buraza unanipitia kwa nyuma kweli. Yaani mimi nijue utafika hapo tuzungumzie masuala kuniambia kwamba chakula tayari. Kama ujinga yenu ndio hebu nenda kalanda. Sio nanisumbua mimi mtu na sio fair Buraza bwana. Unanitembelea kwa nyuma ndio nini sasa? Tena Buraza tena wa kiume kabisa. Mtu mimi najua unafika unaniambia masuala ya chakula, unakuja kuniambia mtu masuala ya nyuma kupitia kwa nyuma.
Yaani nimefurahi bara. Nimefurahi. Furaha yangu na hata niielezeaje. Shangazi, sisi tunashukuru sana kwa kuja kutuona. Ila sisi ndio wenye makosa shangazi. Utatusamehe sana kwa sababu toka tumfika tulikuwa tumechoka, alafu pia nyumba ilikuwa chafu, kusafisha mazingira siku ya kwanza. Kwa hiyo utatusamehe sana shangazi, unajua? Yaani sisi ndio wenye uzembe. Ilitakiwa sisi tulivyofika tu siku ya kwanza, ilitakiwa tuje tukusalimie wewe, tukufuate nyumbani, tukujulishe kwa tumefika kwenye kamuji ketu. Kweli. Ila tulivyofika shangazi kwetu tulikuwa tumechoka. Yaani tumechoka, meli ilikuwa imenyong'onyea mpaka basi. Jumulisha usafi, kanyumba ketu kalikuwa kamechafuka, kuunta vumbi. Yaani tulikuwa tumechoka kiukweli shangazi. Ila ni kwa muda mrefu hatujaonana. Kiukweli tunashukuru sana kwa sababu tumekutana tena kwa mara nyingine. Si ndio hivyo? Ni kweli. Au nimekosea brother? Wala hujakosea. Ndio hivyo shangazi. Asante. Sawa anti zangu, msijali. Najua nyumbani tu hivyo vyote mtafika. Ni shangazi yenu bwana. Ni kweli kabisa. Yaani kwa ajili ya kazi zenu tu hapa, uchovu na mazingira kusafisha. Yaani hata kati nafika hapa, nilipoangalia mazingira nikasema yes, kweli watoto wamefika nyumbani. Ninapozidi kusogea naona chakula kinanukia nikasema safi, nyumba hadi imependeza. Nyumba ndio inatakiwa iwe hivyo. Kwa hiyo msijali anti zangu, nyie kutokufika leo nyumbani najua tu ile ni kuchoka. Kama ulivyosema usafi hapa na pale, mpike mle. Mimi tu nimewawahi, ila nyie lazima mngekuja. Msingeweza kuniacha shangazi yenu. Ndio kweli. Basi mimi ngoja tu niwaache muendelee kuenjoy wanangu, muwe na amani, alafu niwatakie mchana mwema. Haya anti, karibu sana, Mungu akubariki. Hivyo na chakula cha kusema kalikuwa kananukia, mimi ndo nilipika chakula. Karibu shangazi. Unajua kupika anti yangu. Yaani ni mafunzo. Msalimie John bwana. Haya namsalimia. Haya sawa. Haya. Shangazi amenenea hapa. Mwanangu. Mama muonaje? Maisha nilipatia siku hizi shangazi yetu. Na wewe unajua wewe kama shangazi mwenye mwili kama shangazi. Dada ushangu sasa hivi. Nyinyi mmekaa muda mrefu. Jamani. Muda mrefu wapi? Miaka mitatu tu ndio muda mrefu. Amekaa muda mrefu afu mmekuja hata kuja kunitembelea rafiki yenu kweli? Jamani. Ndio kwanza tumefika jana. Hata kupumzika vizuri hatujapumzika. Tuweze tena kuzurura. Nyamisi vipi unaongea? Jamani, sema naongea kwanza nyinyi au? Nyamisi, hujani misi. Yaani unaposema nisijakumesa na kusea sana. Mimi nina marafiki wengi, sawa? Nina majirani wengi. Mimi lazima ni wamesi wote. Unaposema sijui hujatumisi, kwani nimekumisi peke yako? Peke yangu kwenye kamoyo kangu. Mimi wapo wengi marafiki na majirani. Na wapenzi juu. Dada Nyamisi, huyu ni mgeni kaja, ni rafiki yetu vile vile. Tumeondoka muda mrefu leo kaja kututembelea. Kwa hiyo sema tukapigania story, tukakumbushana vya nyuma. Yaani wewe sema tu amekumisi, wewe sio amenimisi. Mimi waga simisiwi bwana. Umeelewa vizuri? Aisha karibu. Asante. Jisikie upo amani kabisa. Jisikie amani kabisa upo kama nyumbani. Umenielewa vizuri? Ila Aisha, wewe kama unavyoona sisi tumeshafika. Na ni kwa muda mrefu tangia tuondoke. Na ndo tumesharudi. Tumekaa sana huko karibia miaka 3. Sasa hivi tumerudi. Ila wewe mbona ulikuwa uji kuangalia kanyumba ketu? Mwage na shukrani kila siku ya Mungu nakuja hapa kwenu naangalia usalama nyumba yenu. Nisingekuwa nakuja hapa mngekuta madirisha yote yamevunjwa mmeibiwa. Mwe na shukrani. Delelu mwana tamanyi lukulela. Delelu mwana tamanyi lukulela. Aiye 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 aiye.
wawili tu ndani na hebu siku hizo una matatizo wewe. Sina matatizo leo nimemuona kia Mungu hivi. Nimemuona kama nguo za jabu nyeupe mpaka chini. Jamani, kwa hiyo ndani tunakaa na mapadri wanavaa nguo nyeupe. Wewe una matatizo na ume. Yaani siku hizo umekuwa na matatizo. Au umeona ripanya nini? Au umeona panya? Sio panya dada jamani, na wewe ni mtu. Wewe panya atakuwa amekutekenya bwana ndio maana. Hebu tuende kwanza. Mtu gani huko ndani jamani? Mtu gani huko? Wewe amesogezwa na kuta kibanda wewe. Wewe unakuta bali si ndio? Mtu gani unamuona jamani? Mtu gani umemuona huko ndani jamani? Tuko wawili Raomi. Nimeona mimi mwenyewe kwa ndani pale mbona wewe hamna mtu bwana. Yeye hamna mtu yoyote huko ndani. Naomi, itabidi sasa hivi tukupeleke Mirembe. Yaani mimi mdogo wangu Naomi. Yaani mimi swala ile la nyumbani mle mazunguzungu yanatokea sijui vitu gani, sijui anakata mauno, sijui mapadri, sijui vitu gani. Mimi naona hili swala ni bora tumshirikishe mjomba. Sasa dadangu mimi nimekuelewa. Na uamuzi ambao nataka kuchukua ni sahihi. Kwa sababu leo sisi hapa tunaviona kama ni vya kawaida, mwisho wa siku vitatudhuru si wenyewe. Ndio, na ndio maana nimekaa mara mbili nikafikiria. Nikasema ngoja nimshirikishe na mdogo wangu. Kwa sababu brother yule hatuamini. Ila ipo siku kikimtokea ndo atakuja kusema wadogo zangu wanasemaga. Mpenzi wangu, mimi nafurahi sana nimekukuta. Na hivi nimesharudi sasa hivi. Japokuwa nimeenda nimekaa muda mrefu sana, miaka 3 sio midogo. Na nadhani ulikuwa unaumia sana siku zote. Kuniona ulikuwa umenimisi sana. Kwa hiyo sasa hizi nimerudi, kazi ni kwako. Kwanza mpaka sasa hivi siamini kama nakuona hapa mbele yangu. Unajua ulivyoondoka, umekaa sana muda mrefu. Hivyo nilifikiria kama umepata mwanamke mwingine. Hapana, isingekuwa rahisi. Angalikuwa nilikuwa najua kabisa kwamba nyuma nimemwacha mpenzi wangu. Isingewezekana kabisa, maana nakupenda sana. Simhitaji mwingine kwenye moyo wangu. Yaani haiwezekani kila siku vinatutokea tunakaa kimya, haiwezekani. Yaani mpaka nimechoka mdogo wako, nimechoka kabisa. Sasa usichoke upo na komando. Usichoke upo na komando. Komando gani wakati mwenyewe unaogopa vile vile? Mimi siogopi, waga nakufanyia tu manjonjo tu, ila mimi najiamini kweli. Elewa, fanya hivyo kama ulivyosema. Tumwite mjomba. Yaani nahakikisha mjomba anafika hapa tumshirikishe. Ila kama ni wachawi tu wafyeke. Sawa dadangu, weka kaachana nayo. Haya, sawa. Sasa mpenzi. Naam. Huu ndio muda wako sasa wa kutimiza ahadi yako. Ndio. Kama alivyosema mama, unioe tukae pamoja. Kuhusu hilo usijali, limeisha. Nitafanya ndani ya siku 2 hizi. Maana najua kabisa kuna mawifi zako pale nyumbani, mtaishi pamoja, mtaenjoy, mtapika, mtakula, yani very clear. Mtaishi pamoja. Nitafurahi bibi wangu. Nimefurahi sana mpenzi wangu. Kweli? Si unajua mimi ninavyokupenda. Mimi nakupenda sana. Hebu nichunge basi, maana muda mrefu. Nakupenda bibi wangu. Nakupenda sana. Kwani chaguo langu la moyo. Nadhani tunaongea sana kwa kutosha. Kiukweli umeelewa mjomba? Yaani mimi kanyumba kama mimi sigaelewi. Yaani tangia tumeondoka jamani. Kuna mara kwanza kipindi cha nyumba tulivyokuwa tunaishi. Kanyumba tukalikuwa kana amani. Lakini tumerudi maskini ya Mungu. Kuna watu tunaona wanakata mauno jamani. Yaani ni wanakata miuno mjomba jamani. Wanavizungusha viuno mu ndani. Kwa nini lakini mjomba lakini jamani? Mjomba, anavyoongea dada ni kweli. Na mimi jana kwa na deki hapa ndani shebleni. Nimemwona mtu kwa macho yangu mawili. Kavaa nguo nyeupe juu mpaka chini. Unajua mjomba, mnachokisema nyie mimi hakiniingia akilini, kwa sababu
hapa nimekaa miaka 7 humu ndani, lakini sijawahi kuona maruweruwe yoyote yale. Iweje nyie hamna hata wiki 2 mmerudi, mnaanza kuniambia kwamba kuna vitu mmeviona? Hapana. Sio kweli. Hivi mjomba, tunachokiongea hapa unakielewa au ndio unang'ang'ana tu kusema hamuna kitu humu ndani, hamuna kitu ndani? Mjomba, kuna siku alikuwa na deki huyu Naomi. Mimi nilikuwa naosha pale tu vyombo. Nikasikia makelele. Nini mdogo wangu akaja kanikumbatia. Kuingia ndani kuna mtu apita nyuma. Kaniambia kuna watu amewaona wamevaa sijui makanzu, sijui siku hizi ndio tunakaa na mapajiri humu ndani jamani. Mjomba, kuna nini humu ndani jamani? Nyie mnapata shida sana kwa sababu moja. Unajua nyie wanawake wa sasa hivi mara nyingi mnashinda mtandaoni. Hasa kwa nyie wenye simu kubwa. Mnachati sana. Kwa hao ndo madhara yanayotokea. Mjomba, hilo unaliongea ni kweli. Yaani hao wanachati sana. Usiku hawalali. Yaani muda wote utakuta yaani wanachati kupitiliza. Kwa hiyo wanapochati ule mwanga ukiwapiga usoni, sawa? Huwa wanakosa kumbukumbu afu wanaota. Umeelewa? Hasa huyu anachati sana, anapitiliza. Yaani anachati kupitiliza. Sasa hicho kitu ni kibaya. Afu zile simu wametengeneza, kuna watu wanaitwa Freemason, wametengeneza zile simu wenyewe wajui hicho kitu. Mashosti. Mambo. Safi, vipi? Mambo vipi? Safi, tumko poa. Poa. Mmependeza sana wapi tena? Tunaenda hapo mbele. Vipi nawe kulikoni? Vipi nini? Nywele hizo mbona vurugu zevurugika kwa tazieleweki, yani kama sijui umetoka wapi. Yaani nyie hampigiwi mnacheza. Nimetoka kwa shemeji yenu. Shemeji. Mnanifikiria hata vibaya, hata siko huko kabisa. Hapana, sisi wenyewe tuja kufikiria vibaya, ila ni namna jinsi ambavyo umetoka. Vipi, kwani kuna cha ajabu? Kwani kaka, leo ndo mara kwanza kuchati. Mbona siku nyingine zote tunachati? Mmepitiliza. Tulipokuwa mjini mlikuwa mchati hivyo, huku mnachati mnapitiliza sana. Punguzeni kuchati bwana. Nyie wadogo zangu vipi? Mbona mimi toka nije sioni hayo maluelue mjomba? Hilo ndo tatizo. Unapokuwa unachati sana ule mwanga unakuingia kwenye macho. Kwa usiku unajikuta unaota. Kama kwenye hii nyumba mmeshindwa kukaa, niachieni mwenyewe nije nikae. Sawa? Buraza, mjomba, yaani mimi nilikuwa nimepanga ndio niondoke kwenda mjini kwa sababu maruwe ninayoyaona humo maruwe. Mimi nilikuwa nimepanga nirudi zangu mjini. Kwa sasa hivi nasemaje, nimebadilisha. Yaani nimebadilisha, nimegeuza. Siondoki kwenye haka kanyumba ketu. Yaani nakwambiaje, kama kuna mchawi, sijui mwenda wazimu, sijui mwanga, silami mjomba. Yaani mimi ni komando. Mimi ni komando mjomba. Usinione hivi nimetoka mjini, buraza ananijua na mume ananijua. Sasa nimetoka mjini huko nimejifunza baadhi ya vitu vingi. Ngumi naziweza. Yaani akija mtu yoyote mchawi, yoyote yule. Lakini mjomba, hivi uweze ukakumbuka labda kwenye familia, kwenye ukoo, hakuna kitu kilichotokeaga labda? Hamna cha ajabu. Hakuna kwa kweli. Basi niwasindikize. Shoga. Kwanza kumetoka kwa shemeji umechoka, wewe nenda tu. Tutakutana baadaye, tuache siri zetu tukachukue movie huko. Yaani nyinyi kila siku ni sizoni. Hivi mnapata hata muda kweli wa kufua na kupika? Wewe kuweza, wewe nagini ya umisi kumwangalia. Muda utaika nagini. Wewe kuweza. Sasa sikilizeni niwaambie kitu kimoja. Nyie nendeni kwenye mihangaiko yenu, mkirudi naombeni jioni mje nyumbani. Na ubuyu haswa nataka niwakuchue. Hapo kwenye ubuyu. Nani aache kuja? Sasa je, Matia mbuba leo mapema. msikose kuja. Haya poa shoga. Haya kweli. Haya. Kwa nini unasema tuwame tukuachie nyuma? Sisi hatuwezi kuhama huko ndani. Labda watahama. Safi. Kaeni. Na mimi sitaki muhame. Sawa? Kwa sababu unajua kuna matatizo ya jomba zangu. Yaani sio niliwamisi sana jamani.
Yaani mmetususa muonekani. Jamani, sio kwamba tumekususa na sio kwamba tumewasusa wote. Yaani tulivyorudi tu tukazi tumetubana. Yaani tumetubana mpaka tumeshindwa kuja kuwasalimia. Sasa usijali. Nitapanga siku nije niwatembelee. Ndio, alafu wewe Aisha, wewe unanijua chimbwele langu wewe. Mambo yenu hayaeleweki. Mmerudi mnasiji mna mwezi, siji mna wiki ngapi. Kusema kweli mtutembelee mnashindwa. Yaani mmekaa tu yani hamna habari hata mtutafuti. Sema tuna roho mbaya jamani. Sasa tuna roho mbaya gani jamani? Mimi nimeshawaelekeza kila kitu. Jinsi ilivyokuwa. Tumefika tukazi tumetubana ndio maana tumeshindwa kuja. Ila tutapanga kasi nitakuja kuwasalimia, nitakuja kuwatembelea. Nyinyi ni marafiki zangu bwana. Kwa nini ni wasusi? Angalia kwa nyinyi ni ma-BFF wangu. Siwezi nikawasaliti. Never. Tufanyaje kweli? Ndio hivyo nimewaahidi jamani, mbona mnanifosi? Yangu mje kuja kutembelea. Naumwa. Wewe tena. Wewe tena Aisha. Ndio hivyo nimewaahidi jamani, mbona mnanifosi? Basi Nyamisi. Mimi nilihamisi ndio maana. Naomi yuko wapi Naomi? Maana toka nimefika sijamuona. Kwa Naomi bwana nimekaagiza huko gengeni kakalete tunyanya. Kwa Naomi nimekaagiza huko gengeni. Ila sio muda kanakuja. Kamekuwa lakini. Kamekuwa utoto ule kameacha kabisa. Yaani usumbufu kameacha. Hata ubishi ule mnao ujua kameacha. Huyu hapa. Dana. Jamani Dana wao. Shikamoo, marhaba mambo. Poa, Aisha mambo. Poa, za kwako. Salama. Dana umependeza wewe. Kama mdogo wangu umenenepa, utotushavu sasa. Hadi tunyonyo tumeota jamani. Umekuwa. Lazima tuone. Sasa namchungulia hivi. Chungulia mwenzangu hivi. Wewe asifiwe. Dada mbona unachungulia kweli? Sasa mimi si nimechungulia labda nione tunyonyo. Amesema tunyonyo tumekuwa. Ndio maana nimechungulia hivi. Tabia kumsema mdogo wako sijui tunyonyo. Wewe. Jamani mimi sijamuona muda mrefu ndio maana. So muda mrefu bwana. Tunyonyo. Sitaki kumtafutia ka bwana. Maana ana kujua tabia zako. Unaweza kumtafutia bwana. Nataka shemeji wewe. Mimi kwa sasa hivi sitaki shemeji. Wewe bado big. Wewe unaamini wanaume? Utachezewa. Mimi nimemsifia tu kwa sababu kakua. Tunyonyo uto tunaonekana kabisa sasa hivi kakua. Dada, mimi nilihamisi ndio nilikuwa naambia dada yako hapa. Mmetususa mjaribu na nyinyi kwa mnatutembelea jamani. Toka mmekuja hata mseme mtutafute, mtufuate, mje mtutembelee kweli. Majukumu tu madogo ya tubana ndo maana. Lakini kwa sababu umekuja hamna shida. Aya nini? Mnataka ugali mapikia? Ndio, njoo yanaswage. Wewe anatoka wewe utakuja kwa kuchungulia vitu visivyo. Utakuja kuchungulia vitu. Je, kama ni sana. Kwa nini swala moja nakuwa naongea kila siku? Sasa kama mimi nikiwa nakwambia dada yako unakuwa uko busy. Unataka mtu wa jirani waje akwambie kwamba nini kwaona watu wetu. Wewe je, mimi ndio niende? Hata wewe unaweza akaja huko kuniangalia mimi. Lakini kumbuka wale ni watoto. Kila ni damu yetu. Yaani namaanisha ni damu yako wewe. Hasa ukiwaacha watoto, sielewi hata niongeeje na wewe. Unajua uende. Wakikuona watafurahi, wakikuona watabarikiwa, mioyo yao itakuwa na furaha. Mimi mbona mwenzako walipofika tu nienda kuwaona. Furahi niliacha pale wamefurahi wanacheka. Lakini wewe mwenzangu umetoka nianza kukuambia nenda, utaki hata kwenda. Mimi watoto mimi sijawacheka, ila nimeshakwambia nitaenda. Hivi una ugomvi na wale watoto? Sina ugomvi nao. Isipokuwa ni nini kinachokusumbua kwenye moyo wako wewe shindwa kwenda kuona watoto? Kwa nini unakuwa na moyo wa kwa nini? Moyo wa kujitenga. Kwa nini?
Salama, lugha gani unaniongelesha? Kitambo. Mimi sasa hivi najifunza Kiswahili. Maruga Chibwagira sijui Chibwagira. Kwanza ni zamani. Umeelewa vizuri? Sitaki. Bwana. Yaani wewe acha. Sijui nina kama mwezi, yaani kitu kama wiki 3 au mwezi. Yaani ninachohisi ni kama mwezi. Kama hizo mpaka tutamchani mpaka tutane njiani. Kweli Nyamisi, kweli? Sasa jamani, mnavyonilaumu mimi. Yaani maana kila mmoja ananilaumu. Ina maana mnataka kila mmoja niwe namtembelea, si ndio? Nitawatembelea wangapi? Dunia nzima inanijua mimi ndo Nyamisi. Haya, nikianza kumtembelea mmoja sitaonekana naomba tu ugali tuunga. Lakini kumbuka dada, wewe ni wewe na mimi ni mimi. Kwa ulivyoenda inatosha, na mimi nitaenda kwa muda wangu. Au wao wakipata muda watakuja, wasipopata muda basi. Ndio maana rudia tena kuambia hivi, watoto wale waisha kukosea. Au kaka yetu alipokuwa anafariki alikukosea wewe? Huo moyo sio mzuri. Hiyo tabia yako mimi siipendi. Siipendi hata kidogo. Hebu chukulia, iwe ndio wewe umekufa, umeacha watoto wako. Alafu hao watoto sisi tunawatenga tuliobaki duniani hapa. Hivi unafikiri unaweza kujisikia vizuri kweli? Basi sawa. Nimesha kuelewa, yaishi nitaenda. Yaani unajibu tu. Ili mradi tu kama vile nimalize kuongea nisikusemeshe, yani ndio unachomaanisha wewe. Sawa, nitaenda. Kesho na kushukuta na wewe ukipita, watoto wako tukiwa tunawaacha, unafikiri mizimu inakwenda fly. Hayo mengine ya kwako. Mbona hilo ndio swala juu la kwako? Bwana. Hapo niacha mambo yako. Ila sio mbaya, naona umebadilika mzidi. Unapendeza mtoto. Nzuri bwana, nimeombeka. Yaani ni lazima nisifiwe na kila mtu. Yaani sio wewe tu leo nisifia. Wananisifia wengi. Yaani mimi mwenyewe nikisimama kwenye kioo nikijiangalia nasema kweli mama amezaa. Pia sisi tumekutana wote utotoni. Mimi wewe unataka kunikumbusha mambo yetu ya zamani ya utotoni? Mimi siyataki kuyasikia. Siyataki kabisa kuyasikia. Umeelewa vizuri? Hayo mambo yetu ya zamani tena iwe siri yako na kwangu mimi. Sitaki mtu yeyote ajue. Nimemaliza. Una lingine? Nikashabadilika ghafla tu kama mwanzo nikashabadilika. Sikimkuta mimi. Wewe bwana hujaacha mambo yako tu ndugu yangu. Sasa tunaachaje haya mambo? Hata kama tunakuwa sio kwa hivi. Sasa ndugu yangu bwana. Giza lishaingia. Siwezi kukaa tena. Maana mjua mke wangu mwenyewe yule mkorofi na mtata kweli kweli. Na mimi najua tu hilo swala ndugu yangu. Kwa kuja kunitembelea usiku mpaka usiku huu saa hizi hujarudi hata familia nyumbani ujiende kuiona na kushukuru sana. Na kingine nisingependa sana wewe uondoke hapa bila kupata chakula. Aisee, moyo wangu ukijisikia vibaya sana. Usijali ndugu yangu, hapa ni nyumbani. Ndio wote nitakuja. Ila ninachoomba na wajua wakorofi. Basi sawa bwana. Asante kwa agia bwana, haina shida. Haya sawa bwana. Haya unaombaki salama. Haina shida bwana. Sawa ndugu yangu. Haya bwana, uwe na usiku mwema bwana. Haya na nyinyi pia. Haya sawa, haina shida. Sawa. Sawa.
cheketua, 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 cheketua. Cheketua, 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 cheketua. Ku ndagutegeza ungambire ayo ntuma yose ndagenda ndashike mkurunga. Sawa, tufanye kazi. Huu sio muda masiala, kazi ifanyike haraka sana. Cheketu, 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 cheketu. Mzona wapi Nyamisi damu? Haya, zipo wapi damu tuonyeshe. Unajua Nyamisi, wewe unatupotezea muda tu. Alafu sisi unatuamsha ndani tumelala, tulikuwa tunafinyia kwa ndani. Tunaota njozi tunafinyia kwa ndani. Wewe unatuambia masuala ya damu. Haya, zipo wapi damu? Kaka wewe nadhani anachanganyikiwa wewe. Maana mtu mwenye akili zake timamu hawezi kutoka na anapiga makelele sasa hivi. Na hiyo yote kwa sababu mnachati sana. Kaka wewe unataka nini? Hebu chukua ndoo nenda kukonyoa. Sina kusubiri hapa. Nenda kakonyoa tunakusubiri hapa. Sina kusubiri hapa. Mimi sina mkojo tena kaka. Chukua ndo wewe unabanwa. Sije kamkojolee mwenzako akiwa amelala huko ndani. Tunakusubiri hapa dada, umesikia? Unajua Nyamisi, yani Nyamisi anasumbua. Anasumbua sana. Ndio kumsema ndio hapo vizuri. Sasa tumelala tumechoka sisi wanaanza kupigia kelele dam. Shida. Ingia ndani basi. Mimi naomba mdogo. Mimi nimemuona chure mle chooni. Kuna kimamba. Mimi nawaelezea mtaki kuniambia. Kwa nini lakini? Ndio ya mawenge. Ina maana yake mimi nina mawenge sasa. Mimi naombea ukweli na kataa kuniamini. Lakini wewe Naomi, usulisha wayo ona mazingizingi huko ndani. Nimewahi kuona Kenya asubuhi sio siku kama huu. Naomi, aje wewe unashindwa kuniamini mimi? Ina maana mimi naigiza manake, si ndio? Toka nje nimewaelekeza nimeona damu bado. Nimeenda choni nimekuja nimewaambia jamani, nimemuona mtu ameoza kwenye kichwa, ameoza. Nani sio muongo wewe? Damu umetembea kuna damu hatujaziona. Huyo mamba sijui hatujamuona. Ina maana mimi siku hizi ninadanganya. Sasa kujua kwenye akili yako bwana. Naomi.
Wewe nani jamani, usiku jamani, unatutasikia nini wewe lakini? Unataka nini kwani? Kelele! Hivi nyinyi mnapenda kusumbua akili yangu? Umtani mnakaa peke yenu nyinyi? Ama mpaka kila siku mnaona nyinyi tu? Lakini Buraza, mimi ninakaa wazo kama utojali. Mimi naona tukamshirikishe mjomba. Tumfuate kule nyumbani kwake tukamwambie. Tukamwelekeze, labda anaweza katupeleka hata kwa mtaalamu. Nisikilize kitu kimoja Nyamisi. Mjomba alipofika pale siku ile alikataa maswala. Alikataa. Lakini kaka, hata kama mjomba alikata, kila siku wadogo zako tunaviona hivyo vitu. Je, tu tumeona na mapaka na alia huko nyuma. Yanatuita. Nisikilize wewe. Paka ni mnyama ambaye anazaa. Wewe paka anaweza kukuita wewe? Au paka anaweza kumuita Nyamisi? Lakini Buraza, mbona hutaki kutuamini na wewe? Niwaamini nini? Mambo ya uongo. Niwaamini nyinyi? Sasa kaka, usipozamini wadogo zako utamwamini nani mwingine? Siwezi kuamini kwa sababu mimi sijashuhudia. Ndani mkae peke yenu. Tunakaa wote. Basi tunamfuata ile aliposema tumwambie tu mjomba. And then action. Hatari wangu. Sasa marafiki zangu kama mlivyoona kule nyumbani. Nileta mboga na topota. Tumeiona. Sasa kuna jambo ambalo linaendelea hapa katikati na mimi sielewi. Na dada ananilazimisha sana kwenda kuona wale watoto. Sasa Pina, ni jambo gani hapo wewe ambalo linakulazimisha mpaka wewe ulazimishwa kwenda kuangalia ile familia? Kumbuka wewe ni mkubwa kuliko wale. Hapa kinachotakiwa ni wewe kutoka hapa nyumbani kwenda kuwaangalia wale watoto. Kweli Pina, useme kabisa eti dadako anakulazimisha? Kweli kabisa inakuingia akilini? Shishi. Ni siri kubwa katika hii familia. Yaani huwezi jua, ndio maana mimi nashindwa hata kwenda kuona wale watoto. Anachosema Shishi hajakosea. Wale ni watoto wa kaka yako. Hebu imagine unavyowafanyia hivyo, baadaye utakuja kuwa na kinyongo. Kwa mfano, wewe ukaja ukafa, alafu watoto wako wakaja wakapata mateso jinsi unavyowafanyia wewe. Itakuwa ni poa? Badilika ndugu yangu. Panga siku uende ukaone na watoto. Sisi tumeelewana. Mimi nimewaelewa vizuri lakini yani yeye hamuelewi ni jinsi gani ninavyojisikia vibaya kutokuona wale watoto. Lakini kinachonizuia ile nyumba ina matatizo makubwa sana. Ina matatizo. Au unataka na mimi niingie kwenye matatizo? Kuanzia leo sitaki nisikie tena maswala. Yaani sitaki kusikia na sitaki tena. Yaani siku yakikutokea wewe, hizo nywele zitakoma. Na hawezi kunitokea. Yatakutokea kama bado kwenye hii nyumba. Yatakutokea tena makubwa kuliko hata haya na usituite. Hebu nisikilize. Mnapopiga kelele usiku, watu wamelala kwenye majumba yao. Wamelala na usingizi wao, wamechoka. Nyinyi mnawapiga kelele, mapaka. Mbona mimi siyaoni? Unaona wewe tu au nyinyi tu? Kuanzia leo sitataka nisikie kelele ya mtu yoyote. Wala kusikia tena neno mapaka. Nitakuja niwaharibu. Nyote na adhabu makofi na mnaweza mkamwambia mjomba mkaondoka. Wewe sio kanisa bako. Wewe nini unatuangia usiku? Inaonekana ni yeye huyo. Maana inawezekana kila siku tunamwambia afa nakata. Au tumechunguze. Ila mimi naona tukamshirikisha bwana mjomba. Pina, hakuna familia inayokosa changamoto. Na kila kwenye familia lazima kutakopo kuna matatizo tu. Sasa inakuwaje wewe unashindwa kwenda kuangalia wale? Nisikize nikwambie shoga yangu. Wewe ni mama na ni mkubwa, sawa Na kama wewe ni mkubwa na wale ni watoto, lazima uende mpaka dada yako anakuja kukufuata akulazimishe uende kuangalie wale, ujue kuna kitu kakiona. Sawa? Kama kuna kitu kakiona, unatakiwa na wewe kwenda kujua ni kitu gani dadangu kakiona ili na mimi niende nikaseme na wale watoto. Lakini eti sio wewe tena uzile eti usiende kuangalia kwa sababu wana matatizo. Haipo hivyo. Isitoshe, ile ni damu yako. Wale ni watoto wa ndugu zako. Wala sio anaangalia wewe na dada yako, si ndivyo? Nenda basi.
Umesikia? Panga siku uende ukaone watoto. Mimi na shoga yangu hapa hatuna tu muda kwenda kuwaona. Ila tutapanga siku kile tukaone watoto. Sisi tumeelewana. Mimi nimeshawaelewa, lakini matatizo ya familia yetu. Nyie yaani hairuhusiwi kabisa kuingilia nyie kwa sababu nyie ni marafiki zangu mimi. Nitajitahidi lakini. Kuja mimi nikaangalia mboga. So jitahidi uende. Akili kukichwa. Fanya hivyo bwana uende, sawa Pina? Haya sawa. Bye mama. Haya. Odi. Odi. Karibu. Asante. Sasa hizi Nzuri za siku. nzuri tu shangazi. Unaendeleaje? Si hatujambo, sijui nyie. Tunamshukuru Mungu. Shikamoo shangazi. Maba. Za masiku mengi. Salama, sijui za wewe. Umenenepa mwenyewe shangazi. Sijui unakula nini wewe? Mbona wenyewe mmenenepa nyamisi ndo nakuwa nazidi kunenepa. Si unatuona tunatumili tu vile vile. Nzuri tu shangazi. Sijui tumemkuta mjomba. Yupo. Yupo. Basi tunamuomba mara moja ututie. Sawa. Mume wangu. Mume wangu. Hai. Yaani shangazi mpaka saizi hajapika ka ugali Naomi. Na mimi nilijua hivyo ni tukifika tu hapa tule ugali. Mpaka sasa ndio kwanza nawasha jiko. Sijui utakula saa ngapi. Mjomba. Karibuni wajomba zangu. Asante. Mke wangu. Leta kiti basi. Sawa na wewe. Umri nao unaenda. Haya, chukua hili jiko kaendelee na kazi zako ndani. Napita. Hamjambo. Hatujambo mjomba. Shikamoo. Shikamoo mjomba. Za hapa nyumbani mnaendeleaje? Sisi hapa hatujambo. Sijui nyie huko nyumbani. Sisi tunamshukuru Mungu kama unavyotuona hapa. Mjomba, sisi tumekuja hapa. Tuna tatizo kubwa sana ambalo linatusumbua kila siku mjomba. Usiku wa kuamkia leo hatujalala kabisa. Dada kaanza kuona vitu vya ajabu ajabu, isitoshe tumeanza tu kulala. Tumeanza kuitwa madirishani mjomba. Hatujajua shida inakuwa ni nini. Mjomba, yaani kama alivyokuelekeza huyu ndugu yangu Naomi. Sisi kiukweli usiku wa leo tujalala kwa amani. Kuna vitu vilikuwa vinatuita majina ambayo jamani. Yaani vinalia kama vipaka, sio vipaka. Hapo vinatuita majina. Nyamisi, Naomi. Mimi nikachukua shuka nikajigubika buku. Nikalala. Sasa nimeona bora tuje tukushirikishe mjomba. Kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye tunaweza tukamshirikisha zaidi yako wewe. Na tuweze tukafanya kitu chochote kile bila ruhusa yako. Unajua nyie, ngoja niwaambie kitu kimoja. Mnakosea sana kwa hayo ambayo mnayoyafanya. Kila nikikutana na nyie, habari ni hizo hizo. Matatizo ni hayo hayo. Hayo mambo mnayaona peke yenu. Mimi mbona nimekaa sana pale? Sijaona chochote. Haya, yule shangazi yenu pale ameishi. Ila chochote hajakiona. Ila nyie tutoka mmerudi, imekuwa ni kero. Wimbo ni hayo hayo matatizo. Ni kweli mjomba, ni tumekuja hapa utusaidie, utusindikize kwa mtaalamu. Je, mdogo wangu, niambie. Safi. Za kwako? Nzuri. Za siku? Safi. Mbona tuonani ndugu? Nipo. Unajua sina majukumu ya maisha. Una habari? Habari gani? Haujui wakina Nyamisi wamesharudi. Wakina Nyamisi? Wamesharudi. Tutaenda kuwaona lini? Hilo nilijua toka muda. Kwa hiyo kama wamerudi ndo nini? Kwani walipoondoka waliniaga au wewe uliagwa shoga yangu? Hawakuniaga. Walivyorudi hawakunipa taarifa ya aina yoyote. Sasa shobo zote za nini? Wale ndugu zetu, marafiki zetu, sifanye hivyo. Hiyo roho mbaya. Si tunaenda kuwaona kwa sababu walikuwa marafiki zetu.
Toka lini mimi nilikuja kukutambulisha nikwambia wao akina Nyamisi mimi ndugu zangu? Toka lini? Lakini mjomba, kumbuka sisi ni watu wazima, tunajielewa vizuri. Hatuwezi kusema vitu ambavyo havipo. Kila siku usiku hatulali mjomba. Mimi ni bora tu ufanye kama alivyosema dada, tupeleke kwa mtaalamu tukajue shida ni nini. Maana sisi tunaumia usiku. Nyamaza. Kwa sasa hivi mmeshaanza kuwa washirikina. Mnawaza tu mambo ya ushirikina. Haya, huyo mtaalamu unamjua huyo? Na kwa nini kwanza mnawaza vitu vya kipumbavu kama hivyo? Hivi nyinyi mnasani au washirikina au wachawi wana mambo ya kipumbavu? Kwa sababu gani wawafuate nyinyi? Kwa sababu gani wawaloge nyinyi? Wanashindwa kufanya mambo ya maana, waje kuwasumbua nyinyi mule ndani. Kwa kipi hasa mlicho nacho nyinyi? Acheni ujinga. Acheni upumbavu. Sawa? Mkisha sema muende kwa mtaalamu, sijui kwa mganga wa kienyeji, hakuna chochote mtakachokipata. Huo ni ujinga. Yaani kila tukikuelezea mjomba, unatupinga. Tukimwelekeza naye brasa, anatupinga. Unataka siku moja ukute kichwa kinaning'inia labda kwenye mlango wetu pale, ili ndio uamini kuwa sisi tunateseka. Naona sasa kama vile mnataka kunipanda kichwani. Hapana mjomba. Kaa kimya. Asa wewe mdomo wako huo utakuja kufikisha vibaya. Nisikilizeni wapi. Nisije kusikia tena hizo taarifa mnaniletea za kijinga. Sitaki kusikia taarifa hizo. Kama mmekuja kwa upumbavu huo, basi ondokeni. Nimeshawakataza mambo hayo. Yaani mjomba, usipotukubalia kutupeleka kwa mtaalamu, Naomi tunaenda mimi na wewe, mguu wangu mguu wako. Tukikuta wewe Nyamisi. Yaani acha upumbavu, acha ujinga. Kwa nini nyie mnataka kujiona kwanza mnajua mnanishinda mimi? Nilijua mmekuja kwenye mambo mengine, mambo ya kistaarabu. Mnakuja kuniambia yale ule ujinga wa kila siku. Hayo yanatokea yote yametoka wapi? Mpaka nitoe mikwangato zangu niende kwao kwenda kuwaona. Kwanza walivyoondoka hawajaniaga. Walivyorudi hawajanipa taarifa. Leo kiele gani kinitoe hapa niende paka huko kwao eti naenda kuwafuata kina Nyamisi. Kina Nyamisi wamerudi, mimi sinaga hizo shobo ndugu yangu. Wewe kama una shobo zako wewe nenda. Ila mimi yamekuwa hayo ndugu yangu. Iko kitu mimi siwezi ndugu yangu. Wewe kama unashobokea naenda mwenyewe, ila mimi hata nikutana nao sehemu yoyote. Sina ndugu nao, sina mazoea nao, sina shobo nao. Na hata nikiwakuta sehemu yote naweza nikawachamba. Haya, sijui unaelekea wapi? Mimi naelekea zangu hapo supermarket nikanunue mahitaji yangu. Unaelekea wapi ndugu yangu? Naenda hapo msikitini. Ngoja niwahi basi. Haya, tutaonana mdogo wangu. Kwambie kitu kimoja shemeji. Hilo swala mimi mwenyewe linanivuruga akili yangu. Na sijui kwa nini inakuwa hivyo. Waliniita hawa watoto nikaenda nyumbani kule. Wakaniambia hayo ambayo wewe unasema. Na leo wamekuja nyumbani wao wenyewe kuniambia hizo taarifa. Kinachonishangaza mimi ni kusema mule ndani kuna mambo ya ajabu. Hapo ndipo ninapona akili zao sio nzuri. Sasa shemeji yangu, swala la ni wajinga, sijui wasumbufu, na swala la kusumbuka wao pale nyumbani vinaingilianaje? Yaani malalamishi yao makubwa ni kwamba pale nyumbani pana mauzauza. Yaani hawalali kukakucha kwa amani. Kila siku maajabu nyumbani yanatokea. Kila siku maajabu nyumbani pale yanatokea. Kwa inabidi tulitafutie ufumbuzi ili swala, mimi na wewe, na tusaidiane. Ukiwachunguza vizuri wale watoto wako ni kama wana matatizo kidogo. Ukiwaangalia tu wana matatizo kidogo. Sasa hilo swala linakuwa sio zuri. Kutangaza kwamba mule kuna matatizo, nikuulize swali, wewe umekaa mule kwa muda gani? Mwingi tu. Mwingi pia. Mbona hayo matatizo yalikuwa hayaonekani? Iwaje wao wayaone. Wewe umekaa unafikiria kuniita kwa maswala ya ujinga. Nilijua unanitia kwenye mambo mazuri, mambo ya maana. Unaniita kwenye ujinga, kwenye upumbavu. Sikia nikwambie shemeji, Simba chai. Tuliza akili yako. Siku nyingine ukiniita, hakikisha una jambo la maana.
hakikisha una jambo la msingi kuniambia. So nakuja unaanza kuniambia mambo yale yale. Mambo yale yale. Sitaki. Sitaki. Sasa shemeji yangu, hili swala unaona ni swala dogo? Yaani watoto kuto kulala ndani kwa amani unaona swala la kawaida tu kwako? Mimi ninavyoona hili swala nisilifumbie macho. Ili nipate kujua wale watoto wanapatwa na nini usiku. Ngoja nichukue hatua ya mimi kwenda kulala pale. Nijue kitu gani kinawatokea watoto. Lakini hivi unavyosema swala la kipumbavu, swala nini, wale so watoto wadogo sana kwamba eti labda wanasumbuka, labda ni ndoto, labda ni nini. Ina maana wanachokilalamika ni kwamba ni kweli kinawatokea. Sasa ukisema la kipumbavu shemeji yangu mimi nashindwa kukuelewa jamani. Hicho ulichokisema uko sahihi. Nenda ukahakikisha ili ujue kama wale ni wazima kiakili au sio wazima kiakili. Na kitakachotokea uniambie. Sasa nisikilize kwa makini. Kuhusu hilo swala la pale nyumbani, niachie mimi. Kwa sababu mimi ndo mwanaume. Sawa shemeji yangu Simba Chai? Wewe fanya hivyo, baada ya kufanya hivyo, niachie. Sawa. Mimi ndo mwanaume. Dada wewe. Samahani dada. Sisi tuna kashida kama unataka tusaidia. Shida gani? Sisi tulikuwa tunaulizia kwa uchi dokta, mganga wa kienyeji, kama unapafahamu, kama unapajua, tuelekeze, tuna shida naye. Kusema kweli, mimi hapa mtaani sio mkaji sana. Ila nasikiaga kwamba kuna uchi dokta, ila sijui anaishi wapi, anakaa wapi, maana mwenyewe sio mkaji nyumbani. Nikiamka asubuhi naenda zangu kazini, nikirudi. Hata hivyo leo bahati tu kushinda hapa, na hata hivyo kuna sehemu naenda. Kwani mlikuwa mna shida na gani? Ha? Wewe dada, ina maana unataka ujue matatizo yetu? Wewe haina haja ya kujua nini tunakifuata kwake. Wewe kama unatuelekeza utuelekeze. Dada basi kuwa mpole kwa sababu sisi tuna shida. Dada yangu, kama nakufahamu kwa mganga, tunaomba tuelekeze, tuna shida naye ya muhimu sana. Sasa nimekuelewa. Na nimekusikiliza vizuri sana maelezo yako. Lakini sasa nataka nikuulize na wewe. Wewe ulishawahi kushuhudia hivyo vitu? Hapana mjomba, kwa kweli hivyo vitu mimi sijawahi kuviona kabisa hata siku hiyo moja. Sasa kama hujawahi kushuhudia, hao ni wakina nani kila siku wanatokewa wenyewe? Na wamekuja nyumbani wakaniambia, "Mjomba, tunataka twende kwa mtaalamu." Mimi nimewakatalia. Kata. Mjomba, mbona mimi taarifa sina ya kuja kwako? Na alafu istoshe kila siku mimi wale nagombana nao kuhusu masuala haya, kupiga kelele ndani ya nyumba kila siku. Alafu kila inapofika usiku ndo wanapenda kupiga makelele. Wanaona sijui mauzauza. Mauzauza mimi mbona sikutana nayo mjomba? Hapana, kwa kweli sipafahamu kwa mganga. Kwani mna shida naye sana? Mbona una maswali wewe dada? Mbona una maswali? Sisi tumekuomba, tena tumekuomba kiustaarabu, unataka tupandishe hasira. Mbona kama tunakubembeleza? Unatuelekeza utuelekeze. Kama utuelekeze basi tuondoke. Shida iko wapi? Kwani dada mchanganyikiwa au? Ameniambia nimechanganyikiwa. Sijui mimi mganga alipo. Haoni kwani. Kaangalia kule. Ndio maana mdogo wangu anakuzidi uzuri wewe, sio mzuri. Ndio maana tuelekeze hivyo hivyo. Kwani yule anakuzidi kwa uzuri? Si mbaya yule. Angetuelekeza tu basi. Sasa dada tunafanyaje sasa? Tunampata wapi mganga? Nisikilize mdogo wangu. Yaani hapa hakuna kukata mnani tamaa. Mguu wangu mguu wako. Yaani lazima tunahakikisha tunampata mganga. Umeelewa vizuri? Tunazunguka tu hivi. Hebu twende wewe. Yaani hapa tutampata tu. Chana na kale kadani. Ndio unaongea sana ndio maana. Naongea wapi sana bwana wewe? Sasa msinizalau kwa kuwa mimi bado kijana. Lakini mimi ndo mjomba wenu. Unanielewa vizuri? Nachokiongea lazima mkifuate. Lazima mkisikilize.
na masuala yote yanayoendelea. Nilishawaambia, nishawakataza. Niachieni mimi. Mimi ndo nitafanya kila kitu. Sawa? Tupo pamoja mjomba. Haya. Sawa, haina shida. Hawakuwa wanataka kunichezea akili yangu. Wewe hata kuniambia story hizo wewe Naomi wewe. Una shida gani wewe? Umechoka? Kusema ukweli bwana dada, mimi nimechoka. Tumemtafuta mganga wewe, tumezunguka wewe huku na kule hatujampata. Mimi nimechoka. Na turudi nyumbani tukapike, mimi njaa inaniuma. Njaa imekuuma wapi wewe? Si ulitafuna pale kamua. Jamani, asa mwondo na shiba kweli. Toka tulivyokula jana usiku hatujala mpaka sasa hivi. Kazi kuzunguka tu. Na isitoshe kaka atakuwa anatutafuta huko nyumbani, mara tulivyoondoka tujamuaga. Hatutafute kwani sisi wadogo. Sisi si watu wazima sisi. Turudi nyumbani, mimi njaa inaniuma. Nimemaliza, mimi nimechoka kwenda kuramba. Wana! Ila kweli njaa imeniuma. Mimi mwenyewe katuma kama yenyewe. Ndio tu turudi. Nisubiria sasa na wewe jamani. Ile iko Ili sasa ni tatizo kubwa. Kama tukiwapa nafasi, wanaweza wakajua mambo yetu yote. Hatuwezi kuvumilia. Hatuwezi kukubali. Lazima tufanye kitu. Lazima tufanye jambo. Nyamubuke, mimi nakuamini sana wewe. Na nashukuru kwa taarifa. Nashukuru kwa hiki ambacho umekuja kuniambia. Kama ungechelewesha taarifa, basi hao wangefanya kitu kingine. Odi! Mwenyewe! Naomi! Yamisi! Naomi! Jelafu karibu! Kweli mkuu, hata mimi nimegaisha safari yangu kwa ajili ya kuletea hizi taarifa. Maana ni muhimu sana. Haiwezekani watoto wadogo tupane kichwani wale. Yaani wameota mapembe mpaka wanamtafuta mtaalamu. Hatuwezi kuzalilika kirahisi. Mimi nakuamini sana. Na ndio maana ile kazi ya Kongo nilikupa kaenda kuifanya. Na umeleta majibu mazuri. Nyamubuke. Kweli mkuu, lazima tufanye kitu. Lazima tufanye kazi, maana naona wenzetu hako makini na kazi. Lazima tufanye kitu siku wa leo. Atatuharibia mambo yetu. Malalamiko jamani. Hey. Naam. Abe. Mimi hilo swali sitaweza kulijibu. Hebu mjibu ndugu yako. Gifti, sawa sisi tumerudi. Hatujakupa taarifa. Ila ndugu yangu, haya sio matangazo. Sio kila mtu ajue, tutarogwa wenzako. Au unasemaje dada? Lazima turogwe. Kwa nini tuweke matangazo? Kwa nini tuweke matangazo? Ina maana tupite na kipaza sauti tu watu na nani? Nini? Wewe Gift, si mtu niambia na mimi tawaroga, si ndio hivyo? Tusamee kwa hilo. Lakini haya sio matangazo Gift kama sisi. Sasa kama wewe mwenyewe ni kachawi. Unataka bwana. Unakuaminije kwa mfano hata kama ni rafiki yetu? Navuka mipaka bwana na wewe dada. Navuka mipaka wapi? Gift. Wewe Gift. Jamani. Wewe Gift.
mauti. Wewe vipi? Nimeona watu sasa hivi hapa jamani. Watu gani umewaona hapa? Watu gani hapa? Wako wapi hapa jamani? Sisi tuko sisi tu. Kwa nini lakini unakuwa hivyo wewe? Gift, muogope Mungu wewe. Jamani. Wewe. Wewe dada. Au wewe ni kichaa? Sije kawa wazee wa kazi wamekuja. Wazee wa kazi wapi? Si tungeona sisi hapa jamani. Mtajuaje je kama wametupumbaza? Wamekupumbaza wapi? Mbona kila siku unawaona? Leo ushinda kuwaona. Huyu Naam. na kachanganyikiwa. Mimi naenda ndani. Njoo chukua dagaa sasa. Kutukutuku. 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 Nimetumwa. Mkuu kanituma nije kufanya kazi. Maana nyinyi hamko serious na kazi. Sasa nawaambia muwe makini na kazi. Mmekuwa wazembe sana. Haiwezekani watoto wadogo watupande kichwani. Wanafikiria tu wanatafuta waganga. Wakati nyinyi mko wapi? Mnakuwa wazembe. Sasa mimi ndo Nyamuduke. Nimekuja hapa kufanya kazi. Tunaelewana? Ndio mkuu. Tunaelewana? Ndio mkuu. Yoyote ambaye hatakuwa hayuko makini na kazi, mimi nitadili naye. Haiwezekani mvume mkuu akili yake. Mkuu kakasirika sana. Tunaelewana? Ndio mkuu. Tunaelewana? Ndio mkuu. Nimekuja kufanya kazi. Kama nyinyi hamko na kazi, basi mimi nitafanya kazi nzuri sana. Tunaelewana? Ndio mkuu. Kutukutuku. 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 Taratibu tunachafuana na masizi wewe. Chakula chenye hujapika, umepika chakula kibaya, sio kizuri, umeunguza. Bwana upunguze ukali wa maneno. I say. Yaani Naomi naye anapita kama skaveta. Mimi nimechoka. Samani kaka. Wewe unaangalia bwana, usipite tu kama skaveta. Wewe unaona kabisa hapo tumekaa watu. Sawa, nimekuelewa. Yaani anatupita kama visiki. Labda si ni visiki. Sasa mimi naenda kulala. Naenda kupumzika ndani. Kwa hiyo na nyinyi msichelewe sana kuingia ndani kulala. Si unaelewana? Na halafu mkishaingia tu ndani sitaki nimuone mtu awe na simu mkononi. Kuchati sitaki. Si tunaelewana? Jamani. Tusio tunaingiliana kwenye kuchati. Kwenye kuchati jamani, kazi ya sema ni nini? Mwambie yule kaka yako. Sio kaka yako, kaka yetu wote. Lakini Naomi, hivyo unajua kabisa mimi nina tatizo la vidonda vya tumbo. Yaani umeunguza chakula jamani. Mbona mimi nikipikaga waga siunguzi? Umeunguza chakula mpaka nasikia ambavyo zinabana nilivyokula. Ile cha kwanza pole. Lakini je, ni bahati mbaya. Siku moja na mimi nateleza dada. Bahati mbaya wapi?
kila siku nyinyi tu. Nyinyi kina nani ambao mnatusumbua kila siku? Nyinyi mnajidai wanga. Sasa nataka niwaone muje hapa, muje mniloge mimi. Nyinyi mnajua mimi nilipotoka? Mimi nimetoka nimeaga. Sawa? Sasa nyinyi kama mnajidai wauni, njoeni kwangu. Mimi ndio muuni na mchawi zaidi yenu. Mwende Sumbawanga mkashindane na wenzenu huko. Sio mnakuja kutusumbua kila siku sisi hapa. Hasa nimeona kisokolo kinyo cha mtu kinakuja hapa. Tutapambana. Kama nyinyi mnaniweza nifuateni mimi. Msiwapata dogo zangu kila siku. Nitakuja nimpige mtu na upaa huu. Oho, tuchezeane hivyo baki. Kila siku kelele, tumechoka. Makotopola. 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 We Makotopola. Vipi? Mimi rafiki yangu yule, mimi namjua Makotopola yule. Sasa hapa imekuwaje? Yaani mwenyewe hata sielewi, nimemkuta kalala hapa, sijui kanyolewa juu nywele ana kipala, wakati jana tu nimemkuta ana nywele, nimepishana naye mimi jioni ana nywele. Ile familia ina matatizo ile. Au atakuwa anaumwa? Sidhani, sema mimi nitakutana naye nitamuuliza. Nikikutana naye mimi mwanangu yule nitakutana naye nitamuuliza. Umefurahi nini? Sasa kuosha vyombo mdogo wako. Aha, sasa nitaacha sasa hivi. Tutakuja kuosha hapa. Hamna bwana dada, malizia tu. Kwa nini vimebaki vichache? Mimi ninapomaliza kuosha hapa vyombo, wewe unapika chai kuanzia sasa hivi asubuhi mpaka mchana mpaka usiku. Unamfahamu Budasa humo ndani? Amka na manjaa yake. Atatupigia makelele hapa na mimi sipendagi makelele. Dada, kuosha tu vyombo mtakatu nipike asubuhi mpaka usiku. Dada. Hii swala tayari ishakuwa serious. Unajua mpaka sasa siamini kabisa matukio ambayo yametokea. Kweli mimi wakufanyia kitu kama hichi. Dadangu na nyuma sana. Yaani mlikuwa mnaniambia lakini mimi nilikuwa siamini dada. Buraza. Lakini sisi tulikwambiaga Buraza. Tulikwambia hii nyumba sio. Ulikuwa mbishi sana Buraza. Ubishi wako ndio umekuponza. Tulikuwa tukikuelekeza kaka Buraza, kuna vitu tunaviona humu ndani havieleweki.
unatuambia tuna chati. Sasa hivi na wewe umeingia kwenye mfumo wa kuchati. Tutakuwa tuna chati sasa hivi wote. Ulikuwa mbishi sana. Blaza, hii nyumba sio. Hii nyumba kipindi cha nyuma tulivyokuwa tunaishi na sasa hivi vitu viwili tofauti. Humu ndani tunakaa na mapadri na mazombi. Angalia sasa walivyo kunyoa kichwa jamani, kilivyokaa kama bonde la ufa. Misitari imekaa kama ikweta. Buraza, umejionea sasa hivi, si ndio? Ubishi wako sasa hivi umejionea kuwa hii nyumba haifai sasa hivi. Tena wewe na mjomba ndo wabishi kuliko. Yaani bora hata shangazi maskini ya Mungu. Bora hata shangazi anatuelewaga. Sio wewe na mjomba. Unajua brother, hadi muda mwingine mimi ni kuaga na wahisi vibaya wewe na mjomba. Ila sasa hivi kwa vile umejionea, labda kuna maamuzi utatoa ya kiume. Nisikufiche. Mimi na yani wewe na mjomba mimi nilikuwa na wahisi vibaya. Shoga yangu nakuomba, nenda kanichukue vitu vyangu pale kwa kina Nyamisi. Nakuomba kabisa, mimi siwezi kwenda, nakuomba. Kwa nini huwezi kwenda? Kuna nini kimetokea? Juzi sisi nimeenda kwa kina Nyamisi. Nimekaa pale tunachambua mboga. Mara vijitu hivyo na viona vimetokea. Ndii. Na wauliza kina Nyamisi, nyinyi amuoni hawa watu? Si hatuoni. Amuoni? Nikaona sema labda zile kevanti zangu za jana nilizokunywa zimenipeleka lesi. Kukaa kidogo tena naona hao wametokea. Naambia tena tuoni. Shoga yangu nikaondoka mimi na hisi pale kwa kuna wachawi. Na kama wale kama sio mizukule wale, mimi sijui. Wewe ji utakuwa ulienda pale unaumwa malaria. Wewe utakuwa umeenda pale unaumwa. Mimi pale nishawahi kwenda. Sijakutana nayo matukio yoyote na nilikaa vizuri na Nyamisi na mdogo wake, tumepiga story vizuri. Wewe mazombi majini umeonea wapi? Au ulienda unaumwa wewe? Unasema hivyo kwa sababu hajakukuta. Yakikukuta, utaelewa mimi namaanisha nini. Wewe unaongea tu kwa sababu hajakukuta ndugu yangu. Mimi kabisa na macho yangu haya mawili na akili zangu timamu nimeona kabisa mizukule. Unajua mizukule wewe? Dada. Sasa hapo unanielimisha au ndio hivyo ndio unanichamba? Unajua mimi sikupenda ujue. Sikupenda mimi niwe hivi. Mimi naniuma. Mimi kulala nje. Mimi. Kweli na utu uzima wangu na mandevu yangu kulala nje. Afu ameninyoa nywele zangu kweli. Sasa sijui sasa. Hizo nywele wameenda kufanyia nini sijui. Wamesha kuweka kalio kwenye kichwa chako. Kalio limekalia sasa kwenye kichwa. Dada, usiniambie hivyo bwana. Mbona unanichanganya? Mimi nimenyolewa hapo unaniambia ule kalio hii. Dadangu. Tusifikie huko bwana. Mimi naomba tu kumwambia kwa shangazi Yesu atumwambie kabisa tujue tunafanyaje. Hayo ndo maamuzi ya kiume. Yaani sasa hivi ndo umekuwa brother. Yaani sasa hivi ukisikia mtu amekuwa, ukisikia yule pale ni mwanaume ana maamuzi yake ya kiume, ndo sasa hivi ninayoyasikia hapa. Sasa hivi ndo umekuwa. Kipindi cha nyuma brother, hapana. Too much. Hapo mimi sijapenda. Hujapenda, utapenda tu mwaka huu. Na mwaka huu ni wako sasa wewe. Muone kwanza. Umenyora umekuwa mbaya bwana zangu na ulivyokuwa mbaya wewe. Yaani umetisha. Umetisha. Hao ni wazazi wao. Maana kifo cha wazazi wao kilivyokuwa cha matata. Itakuwa. Ila mimi pale ukanyaga tena miti ya miguu yangu mpaka kwao. Siendi. Na waogopa. Sijui kilanga gani mimi kilinituma nikaenda mimi jamani. Hebu ngoja mimi nitaenda. Action. Mimi nitaenda. Ila bila hivyo siwezi kukuamini. Mpaka niende mwenyewe nikashuhudie ndio nitakuelewa unachokiongea hapa. Yaani bila hivyo siwezi kukuamini chochote. Mimi nitaenda kuchukulia pochi yako, si viatu, si nini ulichokisahau. Mimi nitaenda kuchukulia. Lakini mpaka nishuhudie mwenyewe. Ya kuambiwa mimi sitaki kabisa. Mpaka nikashuhudie. Haja kukuta wewe nakwambia. Yakikuta utaelewa mimi ninachokimaanisha hapa. Ila mimi yote kwa yote shoga yangu. Naomba tu kanipatie vile vimzigo vyangu pale hivyo viacha. Mimi siwezi kwenda na kuomba mimi siwezi. Sasa ukaniloga na mimi kabisa naogopa. Mimi nikiloga shoga usinitaki kwa mzukule mimi. Nimekwambia nitaenda.
Nyamuduke. Mkuu, sina muda wa kupoteza. Nimekuletea mzigo wako ambao umeniagiza. Nilikwambia mkuu, mimi ni bora. Nafanya kazi nzuri sana na siwezi kukuangusha hata siku moja. Na leo nimefanya kile ambacho umeniagiza. Nimeshamnyoa kipala yule. Hawezi kucheza na akili yangu. Mimi ndo Nyamuduke. Nimekuletea mzigo huu hapa mkuu. Safi sana. Ndio maana mimi nakukubali na kukupa nafasi iliyokuwa juu. Kwa sababu kila ninachokutuma Nyamuduke, hujawahi kuniangusha, hujawahi kuferi Nyamuduke. Unafanya kama nilivyokuambia mimi. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Kwa hicho ulichokifanya, nitakupa zawadi kubwa sana. Nitakupa zawadi kubwa sana Nyamuduke. Na siku moja utakuja kulisi nafasi ambayo nilioko mimi. Sijawahi kukutuma kazi ukafeli Nyamuduke. Nataka nikwambie kitu kimoja. Hata hii nafasi yangu utaishika wewe Nyamuduke. Nitafurahi sana mkuu. Sina masiara katika kazi. Ndio maana hata yule nimemnyoa kipala. Haiwezekani acheze na akili zetu. Na nitafurahi sana kwa zawadi ambayo utanipatia mkuu. Nyamuduke. Yaani shoga yangu unacheza kama mazuri. Yalionikuta pale kwenye ile nyumba, yani ni balaa. Balaa kabisa. Tumeenda pale vizuri. Tunanukawasalimia kina Nyamisi, tumebisha hodi dada. Hodi ya kwanza kimya, hodi ya pili tunataka kuondoka, tunasikia tunaitwa. Tunaenda hakuna kitu. Tunarudi tunaitwa tena. Tunageuka nyuma tunakutana na kitu hicho. Dada mzimu si mzimu, zombi si zombi, kinakutolea macho hivi. Mbio zake mimi shoga yangu, mimi sirudi tena pale. Yaani nimekimbia kama chizi, sirudi pale mimi kwenye ile nyumba. Nyamuduke. Unaendelea kufanya vitu vikubwa. Unaendelea kuniinua mimi. Mayova wafu manyina wa mputukwe. Mayova wafu manyina wa mputukwe. Sikakulyanga wani wansyanga. Sikakulyanga wani wansyanga. Umefanya jambo kubwa Nyamuduke. Ninakuandalia zawadi kubwa. Nakuandalia zawadi kubwa Nyamuduke. Asante sana mkuu. Nitafurahi kwa hiyo zawadi ambayo utakuwa umenipatia. Itakuwa ni zawadi pekee sana kwangu. Sasa unaweza kuondoka. Kwa kuwa tayari umeshakamilisha kazi yangu. Sawa mkuu. Acha mimi nikaendelea na kazi zingine. Hii ndo dawa yao. Hawawezi kubishana na mimi. Nyamuduke. Umefanya kazi nzuri sana mama. Naendelea kujivunia kuwa wewe Nyamuduke. Safi sana. Hawawezi kushindana na mimi. Tahakikisha wote nimewamaliza. Siwezi kukubali. Hivi wewe na hizo pojo zako unazonipigia hapo na simu na akili yangu timamu enda kusikiliza wewe. Ile nyumba ilitokea lini? Kwa kina Nyamisi kuna mizimu. Tokea lini kuna wachawi kwa kina Nyamisi? Au ulienda ushapiga bangi zako huko, umeenda pale unakutana na mijuti yako huko unasema kwa kina Nyamisi, mapepo siji majini. Kuna moto? Kuna nini? Nitaenda na mpaka nishuhudie. Sikuamini wewe cha umbea.
Kwani sijakuzoea. Twende kwetu tukachukue mboga. Sawa, mimi nitaombea. Subiri siku akija kukukuta ndio utakuja kuniamini. Naenda. Mpaka nikute ndio nitaamini. Na kuamini vipi wewe? Mwambie brasa atoe kopi. Kwani na nini mpaka atoe? Auntie, maswali ya nini tena auntie? Hili jambo inatakiwa tuende nalo kwa wakati. Tusipoteze muda. Mwambie brasa atoe kofia. Kaka, hebu toa kwanza hiyo kofia. Hebu toa tuone nikuone mwanangu. Sasa amefanyaje? Mimi nadhani ameumia, labda ameficha kidonda huko kichwani kwake. Sasa mbona mimi kwa kawaida tu hapo ametoa tu nywele ndio unachoona mabadiliko kichwani kwake. Shangazi, hiki kipara sio cha kawaida. Jana tumeamka asubuhi, tumemkuta kaka kalala nje, kanyolewa kipara na haijulikani kanyolewa na nani kipara. Hapo nachukulia kama masiara auntie. Hapo unasema kipara cha kawaida. Yaani alilala ndani amejikuta nje alafu ana nywele kichwani. Hebu tuone nieleze vizuri, labda wadogo wako msiwaelewe vizuri.
nywele zake kichwani. Anapenda muda mwingi kuwa na nywele, hajuagi kunyoa nywele. Na inavyoonekana huyu alomnyoa ni fundi. Ni fundi arobobea aunti. Kwa sababu haiwezekani, umeona alivyomnyoa vizuri. Kikweli swala linataka kunishangaza. Swala linataka kuwa kubwa zaidi. Yaani mtu ulani ndani, ujikute nje, umenyolewa nywele. Labda mimi nitongoza kitu kimoja. Labda mimi niongee kitu kimoja na unielewe aunti wangu. Au aunti yetu. Unajua ndo kama mama yetu. Licha ya shangazi yetu, wewe ni kama mama yetu. Ulobakia. Sasa mimi nataka utuelezee ukweli. Uwe mwazi, uwe mkweli, usitufiche. Kwa sababu tulivyoondoka ile nyumba tuliacha ikiwa mikononi mwenu. Tunaomba utuambie ukweli. Katika ile nyumba kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Usitufiche. Umenielewa vizuri? Cha kushangaza zaidi ni hilo tatizo la kusema kwamba huyu mtu amelala asubuhi anakuta na kipala. Lazima tulichunguze kwanza. Sasa shemeji yangu, tutalichunguza kwanza hiyo lini? Kwa sababu toka wameanza kulalamika. Na wewe nimewahi kukuambia lakini uko busy. Aya, saa hizi Lameck kajikuta huko jalalani tena hana nywele, unasema tutafute ufumbuzi. Ufumbuzi huo tutatafuteje bila kuchukua hatua sasa kwamba tuondoke twende kwa mganga? Labda nikwambie kitu kimoja. Swala la kwa mganga hilo halipo. Kwanza lazima ujue hilo halipo. Hilo halipo. Katika familia yetu unajua kabisa hakuna washirikina. Mambo ya kishirikina sisi hatuna kwenye familia zetu. Iweje wewe uje kutamka leo masuala ya kwa mganga? Tena iwe mwanzo na mwisho, ukome kabisa. Hatutaki kusikia mchezo. Masuala ya kishirikina, kwa nini unaingiza mambo ya kishirikina? Sasa mimi nitalivalia njuga. Wewe si utaki kwenda? Si utaki kuelewa tatizo ni nini la watoto? Mimi nitalivalia njuga peke yangu. Afu wewe mjomba hao, lakini Simba chai. Lazima uwe muelewa. Unajua, nyie wanawake mambo yenu huwa mnayapeleka kipapala. Haraka. Hamwangalii wakati gani wa kufanya hayo mambo. Lazima ujue na mimi ni mjomba. Mjomba ni mama japokuwa sina manyonyo. Kwa mimi ndo muamuzi, sio wewe mwanamke. Shoga yangu, ile mambo nilokutana nao pale. Mimi toka nizaliwe sije kuona mambo ya ajabu kama yale. Si unanielewa? Sije kuona mambo ya ajabu kama yale pale kwao. Hata siwaelewi wale, si wachawi, hata siwaelewi. Hivi unachoongea ni cha kweli je au unafurahisha mada? Kwa mimi na matani na wewe. Ninachokwambia niko serious. Nimekutana na vitu vya ajabu ndugu yangu, vitu vya ajabu. Yaani hapa ninavyokuambia, pochi yangu, viatu vyangu nimemtuma yule shoga yetu na akanifuatia. Mimi siwezi kwenda pale kwao tena nakwambia. Siwezi. Mimi hata sijui utanishawishi kwa nini. Maana kuna siku nimeenda pale kwao, nimegonga, sijakutana na hivyo vimbwenga, sijui maazumizi kule, sijakutana na nimeondoka salama salimini. Iweje unaambia umekutana na vimbwenga? Hajakukuta. Siku ilikukuta wewe. Ndio utaelewa mimi ninachokimaanisha kitu gani. Mimi nahisi uvoenda utakuwa ulishavuta mibangia. Au ulivingua kidogo. Hivi unaona mimi sina akili nzuri unavyonizani? Bwana tena hiyo itakuwa akili ya bangi hiyo. Wewe utakupendi kunisikiliza. Haya, twende. Bwana nafanyia kuna Shishi. Dada. Afadhali Shishi tumeonana. Dada. Kwema? Hata sio kwema. Yaani unajua kwa nini sio kwema? Kwa ajili ya watoto wangu wale. Pale nyumbani pana matatizo yanazidi kila siku. Yaani nimekaa nikafikiria nifanyaje. Nikaona niwe napata na ushauri hata kwa wenzangu. Nikafikiria hapa niende kwa Shishi tu, nikapata ushauri. Kwa hiyo ndio hivyo nikawaza hapa niende kwa mganga. Sasa sijajua kama nimewaza vyema au nimejivuruga tu kwa sababu nina matatizo. Yaani hilo swala la kwa mganga dada yangu wala hujakosea. Na hapo ndipo ninapopata majibu, kweli pale nyumbani kuna matatizo. Ila mbona mimi yako imechafu hivi? Itanitoa kikohozi. We, koma hivyo.
Itakutoa kikohozi wapi? Yaani wewe hata unyoe. Nywele zimekatika huku mbele kama na uwalazi. Hivi Naomi, mimi unanionaga kabisa kichwa changu. Mimi nikinyoa na hiki kichwa jamani, si humo ndani tutakimbizana. Basi hata kama mtaki kunyoa, osha nywele zako. Ni chafu sana hizi nywele mpaka zinanitia mafua. Nini? Kimya, tena koma. Zinakutia nini? Mafua. Mafua jamani Naomi, ndio tumefikia huko. Ndio umenichoka kiasi hicho. Haya basi. Nje tusuke hivyo. Usiwe hivyo Naomi. Mimi bwana nakuheshimu. Nitaje kuziosha nywele zako. Wewe mbona ulipokuwa mdogo nikuona na nini? Jamani. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Naomi. Aben. Vipi? Safi, shikamoo. Mambo. Poa. Vipi nyama? Poa, mzima? Mzima kabisa. Unaendeleaje na kaafya? Mimi niko poa, nimewamisi ule kuwaona. Eti, karibu BFF. Asante. Nimekuja kuwaona. Ila pia kuna jambo lingine ambalo limenileta hapa. Ji ameniagiza viatu vyake na mkoba. Maana kaniambia amekutana hapa na mambo mazito. Sasa sijui mambo gani ambayo yamemfanya mtoto wake akakimbia akaacha mkoba na viatu. Yule ni kichaji leo yule. Ujue Ji ana matatizo yake yule. Yaani yule ni mjinga. Alikuwa anakimbia hapa nyumbani anasema sijui mara nimeona vitu gani, sijui nini. Jamani kweli? Afu dada mnavyohisi yule Ji hana akili nzuri yule. Nahisi nikachanganyikiwa alipokuwa mdogo, sijui ndio utu uzima na yeye kachanganyikiwa hivyo. Kaja hapa tumepiga tu story vizuri tu. Mmoja anaanza kubadilika maana anaona hiki. Mwisho siku akakimbia. Au alikuja amelewa. Kuhusu hilo dadangu, wala usijali. Tena kama mimi ningekopo siko busy kwa sababu nampeleka huyu shoga yangu kusuka. Lakini mguu huu tungeongozana dada yangu tukajua hayo matatizo. Ile ingekuwa vizuri sana kama tungeenda wote. Samani, ni ndugu yako wa wapi? Huyu ni shoga yangu, pia ni jirani yangu, amehamia pale nyumbani muda sio mrefu. Sawa, nisamee bure, utaniona kama niko busy namsemesha tu huyu. Yaani ubize huu ni kufuatana na matatizo yenyewe ninayo. Nina matatizo chungu mzima. Haina shida. Dada yetu huyu. Kwa hiyo siku akiwa sawa, tutaenda nyumbani, tuongeane vizuri. Sawa. Haina shida. Haya, basi uende dada, nikutakie kila la heri. Asante. Haya, kitakachokuwa huko utanijulisha. Haya, sawa. Alikuwa amelewa wapi? Alikuwa ni mzima. Alikuwa mzima mwenye afya kabisa. Sasa sijui kitu gani ambacho kilimfanya mpaka akakimbia. Maana tulikuwa tunapiga story tu vizuri. Nashangaa mtu ametoa macho tafikiri kabana mlango. Mimi kaniambia hapa hawezi kuja tena. Kwa hiyo nije nimchukulie viatu vyake na mkoba. Kwani lazima aje? Ni lazima aje? Ndio, sio lazima kuja. Akitaka hata asije kabisa. Asije. Alafu na huyo Ji kama ndo ameanza kutangaza sijui mitaani huko, sijui anasema sijui kwa kina Nyamisi niliona sijui vitu hivi na hivi. Nitakuja nimkanyage. Maana mtu mwenyewe mwembamba yule atanipiga yule kweli yule. Nitakuja nimfue. Mfue wapi naye bwana wewe? Mimi nitakuja nimfue kweli. Dada wewe mwambie tu Ji kama kuja hapa na asije kabisa. Maana mambo yake nataka kuleta hapa ni ajabu. Bora asije. Yule Nyamisi, mseme ukweli. Inawezekana kweli kunayo mambo. Na maana sisi unatuchukulia wachawi wao. Sisi tunakuelekeza unaanza kutubishia. Hivyo humjui Ji alivyo wewe. Kwa ina maana umemwamini Ji. Yule ni rafiki yangu, nyinyi ni marafiki zangu. Lazima nimwamini. Kwa sababu ameniambia ameona, na kama alikuja kule hajalewa, anawezaje kuona kitu kutoka hapa kakimbia bila kukimbizwa? Kwani wewe si unakujaza kila siku hapa? Kuna vitu ulishaviona hapa kwa nyumba yetu? Sijawahi. Sasa kama kuna vitu ambavyo hujawahi viona hapa nyumbani, inawezekana vipi Ji akaona vitu hapa nyumbani kwetu? Tena akianza kutangaza mitaani, mimi nikikutana naye nitakabufua mimi. Nitakafua. Ukafue nini na wewe bwana? Watu kama unaachana na maana unakuwa kama wajielewi fulani vile. Nipo ndani mpenzi, tutakupa. Haya, na umwambie asije tena hapa. Hivi na unajua kusuka kweli? Kusuka najua. Hebu njoo nijaribu maana huyu hapana. Kwani maana mimi sijui kusuka? Wewe, yani miaka yote umekaa saruni hata hujajua kusuka mpaka leo. Unaniparua tu. Na kongo kwa namba ndo nakusuka. Mimi ni samaki. Kutukutuku.
Nyamuduke, nimekuja na wewe hapa, kuna jambo nahitaji ulifanye kwa umakini zaidi. Ndio maana nimekuchagua uje katika maeneo haya. Sijui unanielewa vizuri Nyamuduke? Nakuelewa mkuu, na niko tayari kufanya kazi. Wala watoto wasitufuruge akili yetu. Haiwezekani mtoto mdogo kuchanganya namna hii. Mkuu, nitafanya kila kitu kuhakikisha tunalimaliza hili jambo. Nakuelewa sana Nyamuduke. Sasa nisikilize mimi Nyamuduke, kuna kitu nataka nikwambie Nyamuduke. Yule shemeji yangu anataka kunichezea mimi, hanijui mimi ni nani Nyamuduke. Kuna kitu lazima ukijue. Sasa nahitaji tumalize, nahitaji mfanye vyovyote vile ili mradi ajue kwamba sisi ni wakina nani. Na hii kazi hautofanya peke yako, nitamwita Mungiki, mtashirikiana naye kama mnavyoshirikiana kila siku. Umenielewa Nyamuduke? Nimekuelewa mkuu. Samani kakangu, nimeanza kukuita toka niko pale ulikuwa unisikii tu. Samani, mimi niko mgeni kidogo huu mtaa, lakini mimi nina shida na mtafuta mganga wa kienyeji. Labda unaweza ukawa unajua anaishi wapi. Mganga? Ndio. Sasa unalitizama lile duka lile kubwa lile? Ndio naliona. Unaliona lile duka? Baada lile duka Mungiki! Mungiki! Orila nofe! Umudabwada! Odina! Orima! Ofana nofe! Usijali mkuu, hatutakuangusha. Wale watoto lazima tuwafunze adabu. Lazima tuwafundishe adabu. Hawezi kunichezea akili yangu. Hawezi kubishana na mimi. Yeye ni nani? Ndio naliona. hakikisha unahesabu nyumba ya kwanza, nyumba ya pili, nyumba ya tatu. Sawa sawa? Ndio, nakuelewa vizuri. Unamfahamu jina? Jina wamenitajia. Sasa anaitwa Deliki, sijui Deliki. Ya, anaitwa Deliki. Anaitwa Deliki. Kwa cha kufanya wewe fanya hivyo. Yaani hesabu nyumba ya kwanza, ya pili, baada ya lile duka. Ndio sehemu anayoishi. Okay, nashukuru kakaangu. Nashukuru sana. Usijali. Samahani lakini ukupotezea muda Usijali. Haya, asante. Haya. Wewe Naomi, ina maana umekaa na kisiki hapa
au nini? Mbona hutaki kupiga story na mimi? Unaimba tu tu nyimbo. Ha! Ina maana huko ndani tutakaa leo atuongeleshane. Tuongea na kaka jamani dada. Wewe unazingua bwana. Unazingua sana. Shangazi. Anti zangu. Asante amjambo. Hatujambo. Wasema nini? Si wazima shangazi. Kakanu yuko wapi? Yupo ndani kalala. Naombeni mumuite kidogo. We kaka. Kaka. Naam. Unaitwa huko nje. Shangazi, unga kitu kai. Anti yangu sitamani hata kukaa. Nina haraka hapa hatari. Shangazi. Niambie mwanangu, au jambo? Salama, shikamoo. Marahaba, mzima. Mzima. Habari ya hapa? Mpeni kiti shangazi jamani. Mbona mumpi kiti? Hapana anti yangu, wala hata sikai. Niko juu sana. Swala lililonileta hapa anti zangu. Ndio shangazi. Ni kuhusu hili swala la hapa nyumbani. Yaani hapa nimeamka asubuhi. Nimesulula mpaka nimechoka, nilikuwa kumtafuta mganga. Kwa hiyo sasa mganga nimefanikiwa, nimempata. Hilo ndo nalomshukuru Mungu. Nimempata mganga. Ila sema sijafanikiwa kuongea naye kwa sababu pale nimekuta kuna watu wanawahudumia. Lakini sasa nikaona kwa sababu nimempata, hilo ndo nalomshukuru Mungu. Nikaona nije niwaambie. Kwa hiyo mjiandae. Mimi ngoja nikale, nikafanya mchakato wa kula nile, alafu nitawafuata tuondoke wote. Shangazi, sisi kwanza tunashukuru kwa sababu wewe unatujali sana. Na leo katika siku zote ambazo unanifurahishaga wewe. Yaani leo umenifurahisha sana. Unatujali. Yaani leo ndo nimeamini kuwa wewe haifai tukuite shangazi. Yaani kuanzia leo tutakuita mama. Au nyewe mnasemaje? Kabisa dada yangu. Hapo Huyu mama. Shangazi, tunakushukuru sana kwa kutujali watoto zako. Asante sana shangazi kwa kutujali. Nashukuru sana. Nashukuru. Haya sawa shangazi. Haya asante. Karibu sana. Asante, mbaki salama. Ngoja nikafanye huo mchakato wangu. Yaani hapa saizi kidogo roho yangu amani imetulia. Yaani hapa na enjoy. Kazi yako tu kulalala tu humo ndani. Watakuja kukukabia humo. Anaogopa kutoka nje. Yaani kina Naomi. Naacha vitu nje tu hata nini. Bana vitu kuweka chini ya draw. Sasa nafika kungula na beba hapa inakuwa. Matrosi hapo jamani. Kila yako sasa.